movie inaanza. Huyu dogo anaitwa Ntokumbo na leo alikuwa anamhoji baba yake, anamwambia kwao ni kweli ugoni wako umesababisha mtoto. Hizi zilikuwa ni familia mbili na huyu mzee ni chief. Mke mkubwa anaitwa Mrs. William na huyu hapa ni mke mdogo anaitwa Angel. Hasa huyu dogo Ntokumbo kwa mtaa anajulikana kwa jina la tea au chai. Huyu dogo kila kitu anasema pesa ya chai, tea money tu, analipa bili yoyote ile. Babake si ana mawe bwana. Sasa kuna siku ametoka nje na wadau wamekunywa mabia pale, mapombe ya gharama, mwamba analipiwa kutumia kadi yake. Ila mhudumu bwana anamwambia kadi yako imekataliwa. Watu unasema nini wewe? Unajua unaongea na nani? Hiyo ni pesa ya chai tu. Huyu hapa ni mtu mzito, ana pesa nyingi, kadi yake imejaa mabilioni ya pesa. Ila mhudumu alichowaambia ni kwamba kadi inasema haina pesa. Na hiyo ilikuwa ni baada ya kujaribu mara kadhaa. Mwamba akaona sio mbaya, ngoja nimpigie meneja wa benki. Muda huo marafiki zake wanaendelea kumsifia kwamba kadi imejaa mabilioni ya pesa tu. Humo kuna madola ama euro, hamna manaira ila ndogo ndogo hizi. Meneja wa benki akamwambia Ntokumbo kwamba baba yako amezuia matumizi ya pesa kwenye kadi yako. Kwenye hili pati la leo Ntokumbo alikuwa amekuja na marafiki zake wawili, mmoja Balaa na mwingine anaitwa Huseni. Akawa anawaambia, "Wewe wanangu, lipeni hiyo bili, mimi nitawarudishia pesa kesho. Inaonekana leo mambo hajakaa sawa, mzee amezuia huko." Ila machali zake hakumsikiliza, wakawa wanaondoka. Balaa ndo mwenye nguo nyeusi na Huseni ndo yeye mwenye nguo nyeupe. Kama kawaida mlipa bili akaitoa security bwana, walinzi, twende bwana, twende kule. Bwana nishikashika, twende. Ntokumbo baada ya kurudi nyumbani anamgombeza mzee wake. Anamtishia kama vile mzazi wake hawezi akampiga, hawezi akamfanya chochote kile, ambao amenzalisha mbele ya marafiki zangu. Mama mtu baada ya kusikia zile kelele ikabidi aje. Anauliza nini kinaendelea hapa? Mzee anamwambia, "Mwambie mtoto wako ndio anasema kwamba ataangusha dari." Ila dogo mbele ya wazazi anamwambia mama yake, "Mwambie mme wako, mwambie aweke pesa kwenye akaunti yangu. Na asipofanya hivyo, mwambie hapa patachimbika. Hii itakuwa kuzimu, hii nyumba itakuwa kuzimu." Mama mtu akamwambia Ntokumbo, "Hawezi ukafanya hivyo." Dogo anasema, "Si mnanijua, mnadhani natania, patachimbika hapa." Alafu dogo Ntokumbo anaondoka zake. Naambia kwa comment, wewe ungekuwa mzazi ungefanyije, au kama ni mzazi wako angekufanyije ukimjibu kitu kama hicho? Neno moja tu naambia kwa comment. Basi hapa kuna mmoja ya mtoto wa yule mzee anaitwa Obana. Alikuwa na huyu demo hapa anaitwa Ziki. Ziki anampigisha Obana story, lakini Obana alikuwa msikilizi kabisa. Akaona hebu usinitanie wewe, ngoja nikupige na mtu, hebu kurupuka, unafanya nini wewe, mbona kuongesha usikii? Basi huyu mchumba cha ukifanya ni kumsogelea mwamba karibu, anamwambia, "Niambia ambacho kiendelea ni nini." Huyu mrembo anamwambia Obina, "Mimi nataka zaidi ya familia, zaidi ya marafiki." Obina akawa anamwambia Ziki, "Si zaidi ya marafiki, kama unakumbuka huyu dogo ndo mtoto wa pili wa yule mzee." Obina akawa anamwambia Ziki kwamba yeye ni kama familia yake, ila yule demo akaanza kuwa disappointed, kama vile hakupenda yale maneno. In short, mchumba anamuelewa mwamba, ila kijana ajikuta kama kipofu hivi. Huku Ntokumbo anaendelea kumgombeza baba yake, lakini kwa sababu mzee ameomba wapige picha ya familia kati ya mke mdogo na mke mkubwa. Dogo anamwambia baba yake, "Usiniite mimi Junior, jina langu Ntokumbo. Ulipoteza haki ya kuniita mimi Junior siku ambayo uliamua kumsaliti mama yangu." Mama mtu anaunga mkono, anasema kijana wako yuko sahihi kabisa. Ghafla Chief William anapata mshtuko wa moyo, anaanguka chini. Bi mkubwa ikabidi amwite mfanyakazi, "Clara, nenda kachukua funguo za gari yangu lete hapa, wahi chumbani." Your father is dead. What did you say? Huyu ni mke wa pili, akawa amemletea taarifa ya mtoto wake kama baba yake amefariki dunia, inabidi twende msibani. Huyu ni Ziki, yule mrembo anemkubali Obini kinyama. Kwa bahati mbaya ameparamiwa na huyu kijana ambaye anamtishia kumpiga makofi. Hey. Apologize to. Huyu kijana akawa analeta ubabe. Mwamba akatokea pembeni hapo, anamwambia, "Omba msamaha bwana." Huyu ni Ntokumbo na huyu binti hamjui, lakini anamwambia Mwamba ombe msamaha. Mbele kijana anaweka kichwa ngumu, anasema, "Bwana mimi siwezi kuomba msamaha kwa wanawake." Ntokumbo akamchapa mtu binti, akamwambia, "Bwana hautapenda hichi kitu kitakavyoisha. Omba msamaha bwana." Kijana akaona siwe mbaya. Sorry. Kama kawaida kijana akajiongeza, akamwambia, "Bwana bibie, ngoja nikupatie lift. Unaenda wapi?" Mchumba akachoma kwenye gari, amefika nyumbani akawa anamsimia shoga yake, anamwambia, "Bwana kuna kijana amechukua hapo, yuko handsome ile mbaya, ameleta mpaka nyumbani." Basi shoga yake akawa anamsifia, anamuunga mkono, anamwambia kwamba mbona mtu mwenyewe ni handsome, ni gentleman. Wakawa wanacheka, wanafurahi kweli kweli. Ila shoga yake akawa anamwambia kwamba vipi umechukua na manamba? Wakawa wanaendelea kuzungumza. Baadaye Ziki alikuwa anampigia Obina simu, ile Mwamba alikuwa hajapokea kabisa. Ameshamtafuta mara kadhaa hivi. Rafiki yake hakufurahishwa kabisa na kile kitendo, maana imekuwa ni mara kadhaa Obina akipigiwa simu anakuwa hapokei kabisa. Shoga yake akawa anamwambia, labda amepata mchumba na anahitaji kuwa na privacy kidogo, anahitaji umwache kwa muda, mpe faragha. Bibi akawa anasema, acha bwana Obina apate mchumba alafu asiniambie, hiyo haiwezekani. Kama kawaida hao mashoga akaendelea kupiga story. Huyu bibi anamwambia, hiyo ndo shida yako kubwa. Kwa hiyo wewe ni nani katika maisha ya Obina?
Chepuko ulopagawa au rafiki? We ni nani kabisa katika maisha yake? Mbona msielewe? Hebu muache, simuongelee Obina hivyo. Bye bye. You know why? T-Money is in town. T-Money. Pande wa tatu, Mr. T-Money Tokumbo amekuwa na marafiki zake tena. Wako hapo wanamsifia kweli kweli. Nasema pesa ya chai huko mjini leo. Unajua ina maana gani? Yaani kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili ni bata. Yaani tuko nje tunakula bata, maisha mazuri. T-Money yuko mjini. Kama unakumbuka vizuri, hawa ndio miamba wale walomkimbia ba Oseni pamoja na Balaa. Tokumbo kaungata. Miamba wanaendelea kumsifia. Wanasema unajua wewe sasa hivi ni nani? Wewe ndiye mrithi wa mali za Tokumbo William, bilionea. Wewe ndio mtu wa mjini, papa mamane, papa mapesa. Baada ya ukimya mrefu ikabidi Tokumbo aongee. Akasema kwa hiyo ndo hayo tu mnahitaji kusema katika siku ya leo? Mnazungumzia pesa tu, hamna hata mmoja alifikiria unipatia pole kuhusiana na kifo cha mzazi wangu. Hawa ndo aina za marafiki, inabidi uende makini sana. Miamba akaendelea, tulifikiria kukuambia, sema tukaona sio muda mzuri kukuambia masuala kama haya huko katika hali kama hii. Yaani mood ulikuwa hujakaa fresh. Kumbe ikabidi amuitishe waiter. Akasema hii ndio bili? Akasema ndio. Akamwambia basi ngoja nitie hapa pesa zangu chap chap. Akalipia bili yake pale. Wahuni wako makini kweli kweli. Mwamba akasema tayari nishalipa bili yangu, bili zao watalipa wenyewe. Watu bro vipi tena? Akamchanja na waiter pale kidogo, akamwambia itakuwa matumizi yako binafsi. Watu man, pesa ya chai bro, unatufanyia nini hiki? Huko nyuma uchawa akataka kumchawia mwenzake kwamba bwana wangu nilipia. Ambia bwana mimi sina pesa, niache kama nilivyo, lipia bili yako mwenyewe. Baada ya kutoka pale Tokumbo akaja moja kwa moja kwa Ziki, na kitu ambacho kilimleta hapa, huyu bibi alikuwa amesahau kipindi cha nywele hicho kwenye gari ya Mwamba. Ziki alistajabishwa kweli kweli, yani kwamba umetembea umbali wote huku kuniletea pini tu. Basi kwa wale ambao wanapenda virefu, jina la bibi anaitwa Ziki kwa ufupi, kwa urefu anaitwa Zikora, jina lake kwa urefu. Baada ya mchumba kumuuliza umetembea umbali wote kuja kunifuata tu kuja kuniletea pini, Mwamba akasema kwenda kapia nje kuangalia, nimemisi sura yako bwana. Unaelewa? Akajua nilijua ndio mocho kimekuleta hapa sura kama yangu, sura kirafiki kama yangu, wenzema ikulete. Fast forward, mchumba anashangaa, kumbe upo, umerudi nyumbani na unaniambia kitu na simu zangu umekuwa upokei. Kumbuka kachumba bwana kanamuelewa Mwamba ile mbaya. Hapo Mwamba alikuwa hapo simu zake, ikabidi kaje kenyewe. Ikabidi Obini bwana afunguke, akamwambia bwana nilikuwa nimeelekea msibani. Bibi akashangaa, jamani samani pole, niko sawa. Chumba akikuelewa kuna vitu anafanya, unajua tu kwamba huyo mtoto ananielewa. Achana magaidi wale ambao unapata jambo lakini wala tajali. Unaona bibi huyo ujue hapo anamuelewa Mwamba ile mbaya. Fast forward again, kuna huyo Mwamba anaitwa Barista. Unajua familia za Kishua waga zina mwanasheria wa familia. Late Chief Tokumbo William, mzee wao, nao vijana alikuwa na mwanasheria, na kuna vitu alikuwa ameandika katika urithi. Mzee aligawanya urithi katika familia zote mbele. Mke mkubwa alimwachia nyumba na vitu vingine vyote, lakini mke mdogo huyo alimwachia milioni 150. Na kwa watoto, kumbuka yule mzee alikuwa na makampuni makubwa, makampuni mengi. Alisema bwana kwa watoto wake haachi mali peke yake ila pia majukumu. Tu kilichotokea hapa ni kwamba mzee alichukua 50% akapatia mtoto wa mke mkubwa na 50% mtoto wa mke mdogo, huyo mke wa nje. Obina pia alipewa mamlaka kuwa manager wa kampuni. Hichi kitendo Tokumbo hakukipenda hata kidogo. Kumbuka yeye ndo mtoto wa mke mkubwa na ndiye mtoto wa kwanza. Huyo Obina alikuwa ni mtoto wa nje kabla mamake hajaolewa na mzee. Tokumbo akawa mkejeli mke mdogo, anasema umekuwa ukilala na baba yangu sivyo? Yani kabla hajafariki, ndio maana urithi umeandikwa kama hivyo. Basi huyu dogo Obina alitaka kukataa urithi, lakini mzee alikuwa amelifahamu hilo fika. Alikuwa ameandika kwamba endapo mtoto yote atakataa urithi, basi na mtoto wa pili atapoteza urithi wake, utachukuliwa wote miwili, utaenda kugawiwa katika watu wenye uhitaji. Hivyo Obina ikabidi tu akubali ule urithi. Katika pitapita mtandaoni, Tokumbo anakuja kujua kwamba Ziki pamoja na Obina wanafahamiana, na akajua fika kwamba uhusiano wao ulikuwa na mizizi mikubwa zaidi ya urafiki. Huyu Mwamba aligundua kwamba huyu mchumba anamuelewa sana kaka yake, na kwa sababu yeye ampendi akasema sasa ngoja wewe nitakufundisha somo. Kijana akavuta sura ya kazi na kuanza kupanga njama za kumkomoa kaka yake. Kama anasema Obina nitakuvuruga, yani nenda kukuharibia kila kitu katika maisha yako. Upande wa tatu, Obina amechei na mchumba, anamuelezea mambo kuhusiana na kaka yake. Kumbuka huyu bibi hamfahamu kabisa. Hajui kwamba Tokumbo na Obina ni mtu na kaka, kwa sababu huyu
Obina atambulishwa katika familia hivi punde akiwa mtu mzima hivyo hivyo. Mara ghafla simu inaita, Ziki kabidi apokee. Alikuwa ni Tokumbo amempigia mchumba. Speed Ziki akaondoka nyumbani kwa Obina na kuja kukutana na Tokumbo, ila moyoni Tokumbo anafanya yote ili kuja kumuumiza Obina. Basi uhusiano ukaendelea, wakawa wanakutana mara kwa mara sehemu tofauti tofauti. Hakuishia hapo, Tokumbo akamwalika Obina nyumbani, anamwambia ndugu yangu, inabidi tufanye kazi pamoja ili tupeleke kampuni la baba mbali sana. Kama kawaida kwenye kampuni, Obina ndo alikuwa ni manager na Tokumbo alikuwa anafanya kazi chini ya kaka yake, na hapo Obina alihakikisha mambo yanaenda sawa, lakini pia alihakikisha ndugu yake anapata nafasi katika bodi ya kampuni. Ndugu Tokumbo akuishia hapo, aliendelea na plani yake ya kuhakikisha kwamba huyu mtoto wa kike anaingia katika penzi zito na yeye. Wanasema ukimsifia sana punda anajihisi kwamba amekuwa simba, huku bibi akaanza kumletea mawenge mwamba. Si anafahamu dhahiri kuna kijana yuko mwingine anampenda ile mbaya, afahamu kwamba Tokumbo anamchezea michezo na huyu mwamba ndio anamwelewa kabisa. Anyway, wanawake wanapenda mtu anawapatia attention na zawadi, na ndio kitu ambacho Tokumbo anakifanya. Huko mchumba amewaka, anataka kuondoka, hataki kusikia kitu chochote kile kutoka kwa mwamba. Basi kwenye kampuni huko Obina kuna baadhi ya document anazitafuta hazioni ndani ya ofisi. Ni vitu vya msingi katika kufanya biashara. Bodi namsubiria awakilishe hivyo vitu kwao. Wanashangaa mwamba haeleweki. Muda huo Tokumbo anaingia, mkononi ameshika lile faili ambalo kaka yake alikuwa analitafuta. Analisogeza kwa board members. Kaka yake anabaki mpigwa botua. Mdogo wangu kapata wapi ile faili langu ile, ila mwamba kaungata. Tokumbo anaanza kujisifia kwamba yeye ni mpiga kazi, na nadhani mnaona kitu ambacho anakifanya hapa. Kaka yake kabidi akae kimya, anajua dhahiri ile faili ni la kwake na mdogo wake anamlichukua ofisini mwake. Si Obina akasubiria mpaka board member walipoondoka. Walivyoondoka tu akabidi amhoji mdogo wake kwamba bwana, ile faili umelitoa wapi? Ila dogo kwa jeuri anamjibu kwamba inaonekana kuna mtu anaacha vitu ovyo ovyo tu, hajali kufika katika sehemu husika. Kwa dhahiri dogo mpeni ndugu yake na anataka kumkomoa awezavyo vile, ile aonekane kwamba sio mchapakazi na hafai kuwa manager wa hilo kampuni. Dogo Tokumbo anaondoka kwa dharau. Muda huo anajua kabisa ameshamchafuria sifa ndugu yake.